Fanya haya mambo matatu, kila sehemu unakoenda watu watakuamini kupita kiasi. Jambo la kwanza, kila sehemu unapoenda hakikisha unajitolea kupita kiasi. Usiweke kipaumbele ya malipo mbele, usiweke pesa mbele, usibageni bei kwenye kila kazi ambayo unaopewa kwa muda huo sehemu ambapo hujulikani. Hakikisha wao ndo wanapanga bei kukupangia wewe, kwa sababu sehemu hiyo hujulikani, unataka kutengeneza jina. Jambo la pili, acha tamaa. Watu wanapimwa na vitu vidogo sana ambavyo vinawafanya mpaka watu wanashindwa kuamini. Kwa mfano, bosi anaweza akakupa shilingi 5,000 ukamnunulia kitu cha shilingi 4,700 ikabaki chini shilingi 300 tu. Watu wengi unaweza kuona hiyo shilingi 300 haina thamani, labda anaweza kaitumia kwa mambo yake binafsi, kwa sababu bosi inawezekana asiweze kuihesabia. Lakini nakushauri kitu kimoja, kisha unarudisha change hata shilingi 50 ikiwa imebaki kwenye kile kitu ambacho ulichopewa na bosi. Kisha hata kama bosi unajua huu mzigo ambao alionipa hajauhesabu, hata kama nikitoa kitu kidogo tu hawezi kujua. Jitahidi kupeleka mzigo uliopewa sehemu husika na ukiwa umetimia. Jambo la tatu na la mwisho na la muhimu zaidi, tunza siri za watu. Watu wengi hawawezi kutunza siri za watu. Wakiwa makazini, ofisini, sehemu wanakofanyia kazi, umeona, hawezi kutunza siri. Yaani mtu akiuliza tu kidogo mambo ya ofisini kwake tayari kashabwaga yote. Bwana bosi yuko hivi na hivi, sisi pale tunanyanyasika hivi na hivi. Yaani mtu kashatoa madhaifu ya bosi, kashatoa madhaifu ya kazini kwake na kufanyia kazi kwa kitu kidogo tu atakachoulizwa. Kwa jitahidi utunze siri za watu ambao unaofanyia nao kazi, za watu ambao unawafanyia kazi zao. Hakuna mtu anatamani kukaa na mtu ambaye hawezi kutunza siri. Na kuhakikisha ukifanya hivi vitu vitatu, sehemu ambapo unajulikana au sehemu ambapo unajulikana, watu watakuamini kupita kiasi sana.